Bwana, nikiwa kwenye live link up na niko na 360 juice. 360 juice ni wauzaji wa juisi ambao wanauza juisi aina zote kwenye makopo makubwa na makopo madogo, na mimi hapa leo studioni kwetu niko hapa kwenye live link up na niko na juisi ya 360 juice ambayo kidogo nakata koo namna hii. Na leo bwana, kwenye live link up niko na Vena Sofa Set ambaye yeye atajitambulisha, na nilikwambia kipindi cha live link up tunazungumzia hustling. Umekuaje? Umeishije? Unakumbuka nini kwenye familia yako? Nani ni role model wa maisha yako? Leo niko na Vena Sofa Set. Labda tu nikujuze kwamba Vena Sofa Set ni mtaalamu wa kutengeneza na kuuza sofa aina zote unazozijua wewe, yani sofa aina zote. Alafu nitakapomkaribisha atatutajia aina ya sofa ambazo yeye huwa anauza. Mpenzi mtazamaji wa Key Home Online TV, karibu kwenye live link up na live moja kwa moja niko na Vena Sofa Set. Brother, mambo vipi? Poa kabisa brother. Uko poa? Fresh. Naona umetulia, yani unyama mwingi sana. Mungu anasaidia bro. Karibu kwenye kipindi chetu cha live link up. Bwana, nashukuru sana kufika hapa. Mimi nimekutambulisha kama Vena Sofa Set. Hebu jitambulishe wewe, unaitwa nani na unafanya kazi gani? Unatokea wapi? Bwana, mimi kwa majina yangu halisi kabisa naitwa Venus Esmond Swalo, natokea Makete, kijiji fulani hivi kinaitwa Mwakauta. Makete, kwa hiyo ni zao la Wakinga kabisa, mapembero kabisa, safi kabisa. Na hilo jina la Vena Sofa Set ni kwa ajili ya hiyo, limekuja kwa ajili ya kazi ambazo nazifanya. Naona sio mbaya sana nisitoke sana kwenye jina langu, kwa hiyo niweke Vena Sofa Set kwa sababu Vena ni jina langu, afu sofa ni kazi ambayo naifanya. Unafanya kazi ya sofa? Ndio. Una uzoefu gani wa kwenye maisha yako kwa uzoefu wa kutengeneza sofa? Uzoefu naweza nikasema kwa uzoefu ni wa muda mrefu, kwa sababu sofa mimi nimeanza kutengeneza toka 2015 kwa mpaka saa hizi ni miaka ya kutosha. Miaka 10? Kabisa. Brother, umewahi pitia kwenye hustling za maisha? Hizo ni nyingi sana kwa sababu mpaka nafika hapa Kuna wakati waga namshukuru Mungu kufika hapa, kwa sababu nikipiga hesabu nilikotoka na nilivyokuwa, kuna wakati najua kabisa kwamba mimi pengine haikustahili kuwa hapa. Kwa Mungu kafanya kubwa zaidi mimi kufika hapa. Kwa nini unafikiri pengine wewe haikustahili kuwa hapa ulipo? Kwa nini? Kwa sababu iko hivi. Kwanza mimi nimezaliwa kijijini. Mjini nimekuja ukubwani kabisa. Afu pia maisha ambayo nimeishi mimi. Wewe ni wakuja rudi bushi, mji unahitaji watu waliosoma. Ndio maana yake kabisa. Kwa sababu iko hivi. Mimi nimekuja mjini nikiwa najitambua kabisa. Naelewa kabisa ni mtu mzima sana. Yaani sio kwamba nimekuja nikiwa mdogo, hapana, nimekuja nikiwa mkubwa. Na kijijini nimepitia changamoto nyingi sana. Yaani kuna ile kuna wakati nilikuwa nafika kipindi najiuliza kwamba ina maana wanaoishi mjini ni wale ambao wana hela, ukiachana kwamba wana hela basi ni watu fulani hivi ambao yani wao ndo anatakiwa waishi mjini, sio sisi maskini. Sijui unaelewa bro. Kwa nilikuwa siamini kwamba mjini unaweza ukaishi kwa kupambana, ni kutafuta mia yako mpaka unafanya uishi mjini. Kwa nilikuwa naamini kwamba wanaoishi mjini ni wale ambao wamejipata, hizo wana hela na milioni 10 na milioni 5 ndo anaishi wapi? Mjini. Watu wanaweza wakajiuliza kwa nini Kiomwom umefanya interview na Vena Sofa Set na ukataka kujua maisha yake kwamba amejipata sana. Hapana, tunafanya kipindi cha interview kuwakumbusha watu wapi tumetokea, wapi tumefikia, wapi tunakoenda. Na ni kawaida ya maisha ya mwanadamu kuanzia ulikotoka na ulipofikia na wapi unaenda. Brother, umesema kijijini ulipitia changamoto nyingi sana. Changamoto gani ambayo unaikumbuka ni kwamba hii kwenye hii hapa changamoto sitaki hata wanangu waje wapitie? Changamoto ya kwanza, sababu mimi sijabahatika kusoma. Nimeishia form 1. Si ndivyo? Kwamba kwangu hiyo ni changamoto ambayo siwezi nikaisahau. Kwa sababu gani? Ni kitu ambacho mimi nilikuwa natamani kwamba nifike kipindi labda mimi na elimu yangu. Ndio. Na nitegemea au nilikuwa naamini kwamba ukiwa na elimu unaweza kufanya jambo lolote, unaweza kupata pesa kupitia ni elimu. Sikuamini kwamba ukiachana na elimu labda kuna kitu unaweza kufanya, kuna kazi unaweza kaifanya ikakuingizia kipato. Kwa nilikuwa na imani kwamba aliyesoma ndo anapata hela. Kwa sababu nilishindwa kuwa na elimu na nilishindwa kufika labda malengo ya kielimu, kwamba nikafika labda form 4 au form 5 au mpaka chuo.
Kwa kitu kama hicho kwangu mimi ilikuwa ni changamoto. Na ilikuwa ni changamoto gani? Sikupata elimu kwa sababu ya mazingira niliyotoka. Umeona? Kwa hiyo hicho kwangu ikabaki kwamba ni doa, kwamba hii ni changamoto ambayo nimeipitia. Unasema kupata elimu kutokana na mazingira ambayo ulikuwa umetoka. Ni mazingira gani ambayo wewe yalikufanya ukashindwa kupata elimu? Kwa sababu kuna watu wamekaa kwenye maisha magumu na wakapata elimu, lakini wewe ni mazingira gani ambayo ulikuwa umekaa yalikufanya ukashindwa kupata elimu? Labda naomba niliweke sawa, ili iko hivi. Ninavyomaanisha kwamba mazingira ya kwamba mimi sikupata elimu kwa sababu ya mazingira, simaanishi kwamba hawakuweza kunisomesha, hapana. Ila kwa sababu unavyotoka shuleni unarudi nyumbani mtaani, unajikuta sasa wewe ndio unabidi uhangaike upate hela ya sabuni, wewe ndio uhangaike ule, umenielewa, uvae. Kwa hiyo unajikuta sasa zile kazi ambazo unazifanya mtaani, ukirudi uende ukasukume magogo. Kule kwetu tuna yani mbao ndo zinakopatikana, yani tuseme chimbuko la mbao, zao la mbao. Yani kama Uyole wanapolima mahindi, basi Makete wanalima mbao. Kwa sasa ukitoka pale shuleni ukirudi mtaani, labda unaona shuleni umeenda umepoteza muda, afu kurudi mtaani umeenda umesomba mbao, labda umekusanya yale magogo kwa ajili ya kuandaliwa mbao, unajikuta umpata hela ambayo kidogo inakizi mahitaji. Kwa kwenye akili kuna kitu kinachuni kabisa kwamba mbona kama huku nikiachana na shule hii naweza nikapata riziki, nikawa napata vihela, kwa sababu ile hela inakuwa ni ya kwako peke yako, yani hakuna mtu ambaye unagawana naye, hakuna mtu anayekupangia kwenye matumizi ya ile hela, si ndivyo? Tofauti na pale ukienda shuleni ukirudi inabidi uende shambani ukalime, na ukilima kwa sababu ni vyakula nyumbani havikuingizii kipato chochote, bado utalima vya nyumbani unakula, havinunui mavazi yako, ni vyakula. Kwa sababu Makete ukiachana na kwamba watu wanalima, lakini ni wanalima mazao ya kula, sio ya kuuza ile wapate pesa, sio mazao ya biashara. Kwa hiyo unajikuta sasa ukienda kufanya kazi za nyumbani, zile zinakufanya wewe ubaki tena kwenye ile hali duni ya kuwa hauna maisha mazuri, hujavaa, hujafanya nini, hujafanya mambo yako. Kwa hiyo nikajikuta sasa ile sasa inani kwamba naweza nikaenda nikafanya kazi, nikaachana na shule, sasa nikafanya hii kazi, nikaingiza kipato, nikawa najipata riziki yangu safi nini, na naanza kujitafuta hela, mambo ya maisha yanakuja. Ndio hicho kilichotokea kwamba ikafika kipindi nikaona elimu kwangu tena sio msingi sana. Okay. Unajua kwenye Life Link Up tuna mambo tunazungumza. Umezungumza na vipi changamoto ulizopitia baada ya kutoka kijijini sasa kuja mjini. Ulipitia changamoto gani ambazo hizo wewe zinakufanya kwamba uzidi kupambana? Bwana, mimi nipende kwanza kushukuru kwa ndugu na jamaa na marafiki. Pia nimkumbushe msikilizaji na mtazamaji anayetutazama kwa upande huu kwamba iko hivi, mtaji wa mjini wa mtoto maskini ambaye anaishi mjini ni watu. Mtaji wa maskini, mtoto wa maskini ambaye anaishi mjini ni watu. Ni watu kwa namna gani? Iko hivi, mimi nimefika hapa 2015 hiyo. Sikuwa na ndugu kwanza hapa. Pia sikuwa na ile kwamba labda kuna watu ambao ni ndugu zangu wametoka nyumbani na wajua wako mjini. Bali nilikutana na watu ambao yani walinipokea kama ndugu zao. Umeona? Kama ndugu zangu. Kwa niliishi maisha mazuri ambayo yani ni mazuri kiasi. Kwa sababu gani? Sikutegemea. Pale unapokutana na changamoto, kwa sababu mimi kuja kwangu hapa sikuletwa na wazazi wala sikuletwa na ndugu kwamba nenda kajifunze ufundi, bali ni mimi tu nilikaa na ndugu yangu ambaye nilisoma naye. Sio vyema sana kumtaja, nilisoma naye, ila alinishauri bwana, unaweza kufanya kazi, unaweza kaja hapa ukajifunza ufundi. Kwa hiyo sasa kwa wakati mgumu ambao ulinikuta, kwa sababu kipindi ananielekeza mimi sikuwa hapa kulala kipindi hicho. Yani una ghetto mwanangu, una ghetto. Kwa hiyo yeye ndo alikuwa ameniita, kwa namtegemea yeye. Kulala kila kitu. Yaani yeye ndo mwenyeji wangu. Hakukuchoka? Maana wauni wao wanawachoka washikaji. Hakukuchoka? Sema ilikuwa ni ngumu kunichoka, kwa sababu ilikuwa ni mtu ambaye nimesoma naye, nimekaa naye. Yaani kwa hiyo ilikuwa mimi kama ni yeye. Sema shida ilipokuja kutokea kwamba kipindi ananipokea, yeye ndo alikuwa anamaliza mafunzo. Kwa sasa ikawa ni ngumu mimi kuendelea na mafunzo wakati yeye amemaliza, sina pa kukaa. Kwa inabidi niungane na yeye, nitoke tena hapa nimfuate yeye sehemu nyingine sasa alikoenda kwao. Kwa hiyo ilikuwa ni wakati mgumu kwangu. Kwa sababu gani? Kwanza sikutegemea kwamba nitakutana na hicho kitu cha kwanza. Afu cha pili, kipindi nimemfuata kwao na maana hakuwa amepanga.
alikuwa anaishi nyumbani kwa wazazi. Kwa ile tunaamka asubuhi inabidi tukatafute na yani mnaamka asubuhi mnaangalia ratiba pale kwanza. Kama ni kwenda shambani mnaenda shambani. Kwa kama ni mazingira leo hayaruhusu nyewe kwenda kutafuta riziki, kwa mnakaa pale wapi? Nyumbani. Na kilichokuwa kinaniumiza zaidi kwa sababu mimi ukiachana na hivyo mpaka nakuja hapa nikiwa nimetoka nyumbani, mimi nyumbani nilikuwa ni mtu ambaye najitafutia mimi mwenyewe. Mpambanaji, fighter. Yaani mimi ndo waseme asante, sio mimi niseme asante kwa kupewa. Kwa hiyo ile tumepewa ugali, tunashukuru, unasema asante. Yaani umepewa unapewa ile hela bwana, nunueni sabuni ya kufulia, asante. Kwa hiyo ile ilikuwa inaniumiza, kwa nini haya maisha kati mimi sikuwahi kuyaishi maisha yangu haya. Kwa hiyo ikanipelekea sasa nirudi niachane na yeye kule, nirudi nimwambie bwana naomba nirudi wapi? Mjini. Na mjini narudi wapi? Narudi tena pale nilipolipa ada kujifunza. Sasa pale kilichobaki kinaishi ni ada, lakini mimi kwa kuishi sina, ila nikarudi. Niliporudi pale nashukuru ndugu zangu ambao nilikuwa nimeishi nao kwa pale kwa muda wakanipokea fresh. Katika kunipokea kwa wakaniambia bwana kipande fulani tutakuwa tunakaa hapa, kukaa tukosi, tutakuwa tunalala, tukilala njaa fresh. So unajua sasa miaka hiyo mtoto ama ni mtu ambaye unajifunza upewi hela. Wewe yani wewe ni hata kama wewe ndio umeuza mali ila upewi hata shilingi. Hiyo inakuwa ni hela ya bosi. Unakabidhi kwa bosi na kazi asubuhi inabidi ufanye kama umepewa hela. Kwa hiyo kiupande fulani mimi ilinikuza na ilinisukuma sana kwamba haya maisha kumbe ukipambana inawezekana. Na ninashukuru Mungu kwamba sikukata tamaa, sikuona kitu cha kunirudisha nyuma kwamba hebu unifikirie kwamba nikate tamaa nirudi nyumbani. Mpenzi mtazamaji wa Kihome Home, tumefika kwenye time ya maswali ya kichokozi. Na maswali ya kichokozi wanauliza mimi Mr. Kihome Home. Umetupigisha story sana. Vipi, una wazazi, baba, mama? Bwana mimi na baba. Mama alitangulia mbele za haki muda sana. Nadhani ukiwa na miaka tuseme rest in peace mama, lakini kwenye maisha yako ushaifikiria hata siku moja kwamba ukamkumbuka mzazi wako aliyetangulia mbele za haki, ukamwandikia tu hata rest in peace, kwamba kwenye moyo wako huwa unamkumbuka, huwa anaishi? Mamangu anaishi sana kwenye moyo wangu na waga inaniuma sana kwa sababu amekufa kipindi nikiwa mdogo sana, sina hata picha yake, simjui tuseme, yani simjui sura, lakini ni mtu ambaye waga nafikiria, natamaningi hata ningejua kwamba mamangu alikuwa ni mtu wa design gani, ana tabia gani, ni mzuri kivipi. Pole sana. Vipi ushaikaa na mzee kwamba mzee naweza kupata hata picha ya marehemu mamangu? Mzee nimeongea naye mara nyingi sana na naambia na nimetafuta sana kwa sababu mimi nikiendaga kwa mzee asilimia kubwa, kwa sababu mimi kwenye familia yetu iko hivi, nikiendaga nyumbani sio kila kwamba nakutana na familia yote. Kwa na utaratibu nikiendaga nyumbani lazima niangalie kumbukumbu zile za picha, niangalie ndugu zangu ambao hawapo nyumbani kwa sababu kila mtu yuko kimaisha yake. Kwa hiyo waga namuuliza sana mzee, kwa nini ukufanikiwaga kupiga picha, kumpiga mama picha? Anasema miaka hiyo sasa, unajua tena miaka hiyo kwa utaratibu wa kupata picha ni changamoto kidogo. Nimesema nauliza maswali ya kichokozi. Wako wakina mjomba, wako wakina shangazi, means dada zake mama, kaka zake mama. Huwezi ukasema kwamba eti kizazi cha mama yako kilipotea. Umewahi jaribu hata kidogo tu kuwatafuta wajomba zako wakusaidia kupata picha ya mama yako? Wajomba, shangazi? Labda hilo niseme iko hivi, baadhi ambao ni kwa na ukaribu nao nishawahi ongea nao lakini sikufanikiwa, lakini kuna wengine ambao mimi nasema baadhi sijui hata wako wapi. Kwa sababu gani? Mimi nimelelewa na bibi, ndo alinilea. Kwa sababu kwa hukulelewa na baba, ulikuwa unalelewa na bibi. Nimelelewa na bibi. Kwa sasa na bibi tena mzaa baba, sio mzaa mama. Atisi ningekuwa nimelelewa na mzaa mama sana, ningekuwa ni rahisi sana kuwafikia. Kwa nilelewa na mzee bibi mzaa baba, kwa hiyo ilikuwa ni ngumu sana kuwafikia. Kwa hata pindi nilivyokuwa nilikuwa maisha ya ile nyumbani kwa upande wa baba, kwa upande wa mama ikawa kidogo wako mbali. Kwa mpaka saa hizi kuna baadhi nadhani hawanijui, mimi pia siwajui. Kwa sababu gani? Mimi niamini sana yani katika kwenye malezi yangu, si unajua wazee wanavolea wa bibi. Bibi anakulea ujue yani maisha anataka nini, hakulei kwamba ujue ndugu zako.
Kwa hiyo ikaniwekea mpaka mimi nikiwa mkubwa kwa najua kutafuta, sio kumtafuta ndugu. Ndio. Okay, hilo swali la kwanza. Swali la pili, umesema umelelewa na bibi. Kwa bibi yako una kitu gani ambacho bibi yako alikufanyia chema ambacho ukikaa unamkumbuka kwamba huyu hapa bibi, Mungu amlaze mahali pema peponi? Sasa kwa bibi ni vitu vingi sana kwa sababu nataka kimoja tu ambacho hicho huwa unamkumbuka bibi yako. Yaani bibi yangu namkumbuka kwa sababu alinilea, yaani naweza nikasema alinilea zaidi ya mzazi, kwa sababu bibi alikuwa ananilea niwe huru sana, yaani niwe huru sana kueleza shida zangu kwake, japo uwezo sasa sio kwamba alikuwa na uwezo mkubwa kivile, hapana, ila alikuwa ananifanya niwe huru niweze kueleza jambo lolote, pia yaani nijisikie yani kama niko na mzazi. Okay, una jambo gani ambalo hilo ukikaa ndani ya moyo wako unalikumbuka, kwamba unakumbuka kwamba hiki bibi yangu angekuwepo ningemwambia kwamba bibi, hapa ulinikosea, na huwa nakumbuka hiki kitu? Nisiwe muongo, na sio kwamba anampa sifa bibi yangu. Sijai kaa kuona na kujaji na kufikiria kwamba kuna siku bibi yangu alinikosea. Hapana, mimi nadhani mimi ndo nilimkosea mara nyingi, kwa sababu mimi nilikuwa mtundu sana pinde nalewa na bibi. Kwa hiyo yeye kwangu alikuwa sahihi sana, hata kama alikuwa na mapungufu siwezi nikazungumzia kwamba mimi kwangu alikuwa ni mapungufu. Hapana, alikuwa ni mtu ambaye ananilea kwenye misingi ambayo nikikaa leo nafikiria kwamba kwa nini naye bibi alipoteza uhai kipindi mimi sijapata hela. Okay. Umesema baba yako yupo. Yeah. Unahisi asolingi hizi ulizonazo umechukua spirit ya babako? Kiupande fulani naweza nikasema ndio, ila naweza kwamba ukisimama unaweza ukajisifia kwamba mimi role model wangu ni baba. Kwa mfano kama mimi hapa nikisimama, mimi babangu alikufa of course. Sasa lakini nikisimama nikatembea mambo nayofanya, nikikutana na watu wanakuambia huyu unavyomuona babake naye alikuwaga hivyo hivyo. Sasa wewe, yani ina maana mimi nikisimama nasema mimi role model wangu ni baba yangu. Sasa na mara nyingi huwa nikikaa nikikumbuka nasema rest in peace daddy. Yes. Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi, amina. Wewe baba yako yupo. Ukikaa unaweza ukasema kwamba mienendo unayoenda nayo role model wako ni babako? Hapana. Afu cha ajabu sasa, kwa sababu umeongea kitu kizuri cha kwamba labda anayekupa au anaokupa ujumbe wa kwamba wewe vitu ambavyo unavyo wewe babako alikuwa anafanya. Kwa mimi cha ajabu sasa, watu nikikutana nao wanaambia yani wewe tunavyokuona wewe tunamuona ba mdogo wako. Sijui umenielewa. Rest in peace ba mdogo, role model wako ni babako mdogo. Ndio, yani hicho, yani na kingine kinaniumizaga sana kwamba kwa sababu alikufa mimi simjui. Na pia ulikuwa umjui, unabaki sana. Mara nyingi sana nikiendaga nyumbani wengi wananiambia kwamba yani wewe ulivyo, yani kama ba mdogo wako kila kitu. Kwa hiyo hicho kitu yani kuna wakati natamani kwamba laiti ningemjua atisi basi kuna kingine angeniongezea ingekuwa rahisi. Okay. Una jambo gani ambalo baba yako yupo na anaweza kawa na kusikia? Yeah. Una jambo gani ambalo amewahi kufanyia kwenye maisha kwamba ukikumbuka unaona hili ni jembe langu? Mimi kwanza nipende kumshukuru mzee wangu. Namshukuru mzee katika pande mbili. Pande ya kwanza, mzee aliweza kunichagulia mama bora, japo sikupata hata bahati ya kuishi naye, ila mama ni mtu ambaye naamini alinipenda. Pia asingenipenda pasipo baba kumchagua na kumfanya awe mama bora katika kwangu. Jambo lingine ambalo napenda kumshukuru mzee kwamba siwezi jua sana katika kunipata mimi mpaka nikakua au mpaka nikatoa mimi alipitia aso gani, alipitia changamoto gani, ila namshukuru kwa sababu gani, alipambana kivyovyote alivyoweza mpaka mimi nikafika hapa. Hilo namshukuru sana mzee wangu. Pia naamini kwamba mimi mwenyewe ni baba. Kwa namshukuru mzee kwa kila jambo na namuomba Mungu amjalie na amtunze zaidi. Okay. Kwenye maisha yangu mimi kuna kitu nakumbuka. Kuna kitu nakumbuka ambacho light kama marehemu babangu angekuwepo ningemwambia kwamba baba, hiki kitu hukunitendea haki.
hicho kitu unakikumbuka. Ni kipi wewe kwenye maisha yako ambacho leo hii unatamani kumwambia baba, kwenye hiki japo ulikuwa unanifunza, lakini mimi wewe hiki haukunifanyia sawa, pengine hiki halikuwa kosa langu, uliwasikiliza watu. Unajua sisi wakati tunakuwa, wazee wetu walikuwa wanasikiliza sana watu, kwamba baba, hiki uliwasikiliza watu, lakini maelezo yake hayakuwa hivi, yalikuwa hivi. Una kipi ambacho hicho yani kiko moyoni mwako, ukikaa kwamba ni kifundo tu hiki hapa kipo, ukikaa unakumbuka, hiki hapa mzee alinihukumu, lakini alinihukumu, aliwasikiliza watu, hakutaka kunisikiliza mimi. Unacho kwenye maisha yako? Kipo, kwa sababu iko hivi, kwa muda ambao ni bahatika kuishi muda mfupi na mzee, kuna siku nimeipigwa sana ndugu yangu. Pole sana. Alinipiga yani kwa kosa ambalo mpaka kesho yani najikutaga kabisa sikulifanya. Hukulifanya? Yani sikulifanya. Na una kumbukumbu nalo. Na of course una kinyongo. Kabla hujalizungumzia hicho kinyongo, hebu fungua kinyongo chako alafu msamee baba yako. Umemsamee? Mimi mzee nishamsamee. Ulishamsamee? Basi kama ulishamsamee, ni kitu gani ambacho alikupiga alafu hukuwa umefanya wewe? Ni story ndefu, sababu nilikuwa mdogo, ni kipi sasa ambacho mpenzi mtazamaji unaweza kumwambia kwamba hiki baba yangu mimi alinifanyia lakini hakikuwa poa? Ndio maana nikamwambia ni story, kwa sababu nilikuwa mdogo, niko darasa 6, ilikuwa sababu mimi udogo wangu nilikuwa ni mtukutu sana, yani ni mtundu sana. Kwanza nilikuwa na vituko sana, ila sikutaka, yani nyumbani walikuwa hawajui hivyo vituko, lakini taarifa walikuwa wanapata. Kuna binti alitokea, aliambiwa, alichelewa kwao, akaambiwa alikuwa na mimi kipindi hicho, na akawa ameumia. Sasa bibi yake yule binti, kwa sababu naye alikuwa analelewa na bibi, akachukuliwa asubuhi, kwa sababu si unajua nyumbani mambo ya vijijini, vijijini kwamba mtoto unalala labda unalala jikoni, unatandika jikoni ndo unalala asubuhi, unawahi kabla wazazi hajaamka, unajiandaa unaenda shuleni. Mimi nikaa nimelala ndani. Yeye yule binti alivyoelezewa kwamba bwana ilikuwaje kwaje, akaelezea, akanipointi mimi kwamba mimi ndiye fanya ile tukio. Asubuhi bibi yake yule akamchukua yule binti kaja naye nyumbani, mimi nikiwa bado nimelala, na ilikuwa ni mapema sana, ilikuwa kama saa 12 hivi. Mimi nikiwa nimelala, sijui ile na ile wala sijui kinachoendelea. Kweli akagonga, mzee akamfungulia, akamsikiliza pale, akaelezea kilichotokea, nikaamshwa mimi. Wewe sasa mzee, kwa sababu mzee wangu alikuwa yani anazisikia taarifa kwamba mtoto wako ni mtukutu sijui nini na nini, vitu vingi. Mzee hakunipa chance ya mimi kujielezea kwamba je, nimehusika kwenye ile tukio au sijahusika. Kilichotokea alivyoelezewa na ule bibi, mzee ni fimbo kwangu. Yani nilipigwa sana, yani nilipigwa kwamba kiasi nishindwa hata kwenda shuleni kwa siku hiyo. Yani nilipigwa. Yani sasa mimi iliniumiza sana, kwa sababu tukio sijalifanya na sielewi chochote. Hata nilivyopigwa, yani nililia sana, afu na nilijutia sana, kwa sababu mpaka nikamisi mamangu, kwamba labda angekuepo mamangu basi angenipa hata chance ya kuelezea, kwamba niongee kwamba kweli hiki kitu sijakifanya. Umeona? Kile kiliniumiza sana na kilinichukua sana muda kukifuta kwenye akili, yani kwenye kichwa changu. Kiliniumiza, yani kiliniumiza asilimia kubwa. Ni kwamba hicho ndicho ninachokumbuka. Kuna kingine? Ni hicho kikubwa sana, na chenye hicho siwezi sana kumlaumu mzee, kwa sababu gani? Akujua pia mwenyewe nikaona pote ya mbali, ulikuwa ni utoto kwangu mimi, kwamba niliumia sana na nilichukulia kwamba mzee amenionea, nikawa namchukia. Umeona? Lakini nilivyokuwa nikaona ni kawaida, ni mambo ya familia. Ndio. Nimeenjoy sana kuwa na wewe, na nimeenjoy kuwa kwenye studio zetu za Kihome Home Online TV. Watu wanajifunza kupitia watu. Sasa una kipi cha kuambia watazamaji wa Kihome Home Online TV this now? Mimi nawashukuru kwa sababu toka nimefika hapa nimeona upendo wa kweli kwamba bwana, unajua iko hivi baza kwenye maisha,
ni kitu kizuri sana pale mtu anapokuonesha upendo afu na anaishi na wewe kama una kitu wakati hauna kitu. Hicho ni kitu ambacho nimejifunza sana kwenye maisha. Pia namkumbusha mtazamaji anayetazama saizi, anayefuatilia hiki kipindi kwamba kwenye maisha hajalishi una milioni, hauna hela, una shingapi, cha msingi ni kumheshimu mtu kila unayekutana naye. Kwa sababu gani? Kama wewe una milioni 10, kuna mtu ana milioni 20. Hivyo amfanani. Kwa tukisema tukae kwenye kila mtu kujaji alichonacho, unajikuta wewe hauna chochote. Kwa mheshimu unayekutana naye, sababu binadamu ndo wema na ndo wanao kusaidia. Ukikutana na binadamu mbaya, basi ubaya ushaanza wewe kufanya before. Kwa hilo tu, ishi na watu vizuri. Okay, mpenzi mtazamaji wa Kihome Home Online TV, ni kujuze tu kwamba tulikuwa na Vena Sofa Set, mtengenezaji wa sofa aina zote, na yeye anapatikana Uyole, eneo la Soko Mjinga. Ukifika hapo utapatana na bango kubwa kabisa limeandikwa Vena Sofa Set. Lakini kwenye mambo ya ulumbuzi tulikuwa na 360 brandi, ambaye yeye bwana ni muuzaji wa nguo aina zote. Ukitaka kupendeza, nenda kwa 360 brandi utapendeza. Lakini nikujuze tu juisi ambayo nilikuwa nakunywa hapa studioni, juisi ya baridi, juisi ambayo imenifanya niulize maswali, juisi ya kisi. 360 juisi ni wauzaji wa juisi ambayo yuko na watu wake mtaani huko, wana supply juisi kwa ukubwa wa makopo aina yote. Yani ukitaka juisi kuanzia robo mpaka lita 15 utapata kwa 360 juisi. Unachotakiwa kufanya sasa, wewe ambaye unasikiliza live recap ya Kihome Home Online TV, hakikisha una subscribe. Chukua hiyo, itakusaidia.